Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Mnajua watu kadhaa ambao waliguswa na Yesu walitaka kusafiri na yeye mara moja. Walikuwa tayari kuacha kila kitu na wasafiri na yeye, lakini aliwaamuru waende nyumbani kwao na alisema, nendeni nyumbani na muwaonyeshe mambo makuu niliyowatendea. Mnajua nini? Kama haifanyi kazi nyumbani, basi imeharibika. Nenda nyumbani na waonyeshe kile nilichokufanyia. Nenda kwao na uwaonyeshe. Kama umekuwa mtu wa kuzua rabsha, nenda nyumbani na uishi kwa amani kwa miaka 2 hivi na uone manufaa utakayoletea familia yako. Pata utu uliojazwa na Roho na uwe na mwili uliojazwa na Mungu kiasi cha kufurika. Hiyo itavutia watu. Mungu alipogusa maisha yangu, haikunilazimu kwenda huku na huko nikiambia kila mtu kwamba amenigusa. Walianza kuniuliza, nini kimebadilika maishani mwako? Nini inaendelea maishani mwako? Tabia zako ni tofauti na za hapo awali. Tuache utu wetu uwe chombo cha Roho Mtakatifu. Sasa, hii hapa ni chupa iliyo na mafuta ya mikono ndani yake. Ni kimiminio na kina mafuta ya mikono ndani yake. Kwa hivyo, naenda juu. Haya, imetoka. Nimepata kile nilichotaka kutoka kwake. Nimepata mafuta ya mikono sasa. Je, ningefanya hivyo? Hata inanukia vizuri. Je, ningefanya hivyo na nipate petroli nyeusi? Wacha niulize swali. Nini hufanyika watu wakikufinya kidogo? Watapata nini? Wanapata upendo, furaha, amani, subira, wema, ukarimu, upole, unyenyekevu na kiasi. Nini hufanyika tunda lako linapofinywa? Je, sisi ni kama chungwa lililoivishwa ndani ya gesi na linaonekana maridadi kwa nje huko dukani, lakini tunapolikata tunagundua limekauka vibaya? Usiku wa leo nawaambia tunaingia ndani kweli. Hebu tusome Mwanzo 12:1-2. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Wakati mwingine huwezi kukua katika Mungu ikiwa hutaondoka kwenye mambo fulani. Kwa hivyo, hilo nitaliachia hapo kidogo. Jamani, naweza kusema mengi lakini ni bora nijihadhari. Sawa basi, acha niseme. Wacha niwadokezee kwa kusema hivi. Sijali wewe ni wa kanisa gani, bora liwe na kanuni nzuri zinazostahili. Cha muhimu hapa si kanisa langu wala kanisa lako. Lakini nitasema hivi, ikiwa wewe ni mshirika wa kanisa lililokufa, basi usitarajie kukua ukiwa hapo. Sitaki kumkosea mamangu. Mnajua wakati mwingine ikiwa unataka kuwa na nguvu ya Mungu maishani mwako, itakubidi ufanye maamuzi yasiyowafurahisha watu wengine. Huwa tunafanya mengi sana kuwafurahisha watu, kisha tunakasirika. Na hata tunakuwa na uchungu na tunaudhika kwa sababu tunaona kana kwamba kila mtu ameiba maisha yetu. Nimesema vya kutosha. Ikiwa unataka kuwa na uhai, basi upasi kutangamana na vitu vilivyokufa. Tutazungumza mengi zaidi kuhusu vitu vilivyokufa baada ya muda mfupi. Basi, wengi wa jamaa za Abrahamu walikuwa wanaabudu miungu, na ndio kwa sababu Mungu alisema, wewe toka huko. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe. Alisema ni kwa manufaa yako.
katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Sasa hebu sikilizeni haya. Nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa, na kukubariki, nitakupa kibali cha kiwango kikubwa, na kulikuza jina lako, nawe uwe wa baraka, utawatendea watu mema. Unakuwa kama kimiminio cha Roho Mtakatifu, na unaomba tu mtu akufinye na Roho Mtakatifu amiminwe kwake. Wacha niulize tena, watu hupata nini wanapokufinya? Sasa Biblia hutumia maneno haya, kuvaa na kuvua. Na napenda sana kufunza kuhusu jambo hili kwa sababu maneno haya yote ni vitendo. Si kitu kinachofanyika tu. Inasema mvae Yesu, mvue mtu wa zamani, mvae mtu mpya. Haya ni maamuzi tunayofanya kuhusu jinsi tabia zetu zitakuwa. Lakini sasa wacha niseme hivi haraka kabla tujaendelea mbele. Haijalishi ni uamuzi gani nitafanya au wewe utafanya, uamuzi huo hautafaulu bila ya msukumo na usaidizi wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa hivyo sitaki muone ni kama nawaambia, haya ndiyo mambo mnayopaswa kufanya, nendeni nyumbani na myafanye. Ndiyo, tunahitaji kufanya mambo hayo, lakini hatuwezi kufanya bila Roho Mtakatifu. Yesu alisema, bila mimi hamuwezi kufanya lolote. Ndiyo maana ni sharti tumtegemee Roho Mtakatifu ambaye amekuja kuishi katika ushirika wa karibu na sisi. Sikilizeni, usaidizi wote tunaohitaji unaishi ndani yetu. Nimesema usaidizi wote unaohitaji unaishi ndani yako. Hebu niwaambie, ikiwa umefungwa na mazoea fulani mabaya maishani mwako, una usaidizi unaohitaji kuupinga ndani yako. Unao, ndio unao. Oh, siwezi. Acha kusema uwezi, na uanze kusema naweza. Nguvu ya Roho Mtakatifu iko maishani mwangu kuniwezesha kufanya kile ninachopaswa kufanya. Naweza kukifanya, si kwa nguvu zangu, bali kupitia Kristo naweza kufanya kile ninachopaswa kufanya. Na mnajua nini? Punde unapoamini, unaamini kikweli na uache kuishi na hofu kwamba kitu hicho kina nguvu kukushinda. Punde unapoamini, utakuwa huru kutokana nacho. Punde unapoamini kikweli. Ushirika wa karibu. Ushirika wa karibu. Sasa nitawasomea vifungu vitatu vinavyotuzungumzia kuhusu tabia. Lakini nataka mwelewe vizuri kabisa kwamba mimi na wewe hatuwezi kuwa na tabia ambazo Biblia inatuagiza tuwe nazo ikiwa nguvu ya ajabu ya Roho Mtakatifu haitatawala maisha yetu kikamilifu. Wakolosai 3:12 hadi 14. Kwa hivyo kile kifungu hiki kinazungumzia ni kwamba tunahitaji kufunikwa kiroho. Tunahitaji kuvaa mavazi ya kiroho. Kama vile mnavaa mavazi yenu ya kimwili, tunahitaji kuvaa mavazi ya kiroho. Na kwa maoni yangu, tunafanya hivyo kupitia kufanya maamuzi na kumwomba Mungu atusaidie na nguvu yake. Fanya uamuzi na umwombe Mungu asaidie uamuzi wako na nguvu zake. Mungu hawezi kufanya jambo lolote kupitia kwako ikiwa hutafanya uamuzi, kwa sababu tuna haki ya kufanya uamuzi. Amen. Nguvu ya kufanya uamuzi ni kitu cha ajabu. Basi anasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, wawakilishi wake aliyowachagua mwenyewe, watakatifu wapendwao na Mungu mwenyewe, kwa ajili ya kuwa na tabia kama, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu. Unyenyekevu haumaanishi kujiona hauna manufaa. Upole, uvumilivu, usiochoka na wenye subira. Na napenda hii, na yenye uwezo wa kustahimili chochote bila kufadhaika. Wow. Mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na nyinyi. Zaidi ya hayo yote, jivikeni upendo. Ndio kifungo cha ukamilifu. Vaeni tu. Wakolosai 3:8 na 9. Niwieni radhi kidogo. Lakini sasa mnapaswa kuachana na mambo haya yote: hasira, tamaa, uovu, kufuru au maneno yasiyofaa yasitoke kama vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwani ninyi mmekwisha vua ule utu wa kale pamoja na matendo yake yote, mkavaa utu mpya. Kwa hivyo tunaambiwa, vueni mambo ya kale
na mjivishe mambo mapya. Na kwa maoni yangu, tunafanya hivyo kwa kusoma Biblia na kusema, Mungu, nakubaliana na hilo na sitakubali kuendelea kutenda matendo haya. Nimeamua kuwa na matendo mema, lakini bado naenda mbele za Mungu na nasema, wewe na mimi tunajua kwamba siwezi kufanya hivyo bila wewe. Kwa hivyo mafanikio niliyo nayo leo ni kwa ajili yako. Na mahali nitakosea, basi nitajilaumu mwenyewe. Na bila shaka sitafikia 100% leo, lakini nitanyanyuka kesho na nitajaribu tena, na siku itakayofuata na itakayofuata na itakayofuata, na utaendelea kuniinua kutoka utukufu mmoja hadi mwingine, mpaka hatimaye tunabadilishwa na kuwa kama yeye. Msiwe na majani, bali muwe na matunda. Natarajia kwamba kuna mtu katika jengo hili ameguswa. Sasa mnajua, Mtume Paulo alitoa kauli hii ambayo bado husisimua akili zangu. Alisema, nifuateni ninapomfuata Kristo. Sasa ni wangapi kati yetu tunaweza kuwa na ujasiri wa kusema hivi kwa marafiki zetu wote, ukiwa na matendo kama yangu utakuwa sawa? Kwa kweli tunapaswa kuweza kusema hivyo. Nasema tunapaswa kuweza kusema hivyo. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza 4:12 kwamba tunapaswa kuwa mfano wa kuigwa na wengine. Mfano wa imani, mfano wa tabia. Niangalie na nitakuonyesha maana ya kuwa Mkristo. Sikilizeni, mko hapo usiku wa leo? Niangalieni na nitakuonyesha maana ya kuwa na Kristo maishani mwako. Angalia ushindi huu. Angalia matunda haya mema. Na hasa kama ulikuwa mtu muovu sana na watu wanaona mabadiliko maishani mwako, bila shaka hawataweza kuleta ubishi. Nasema wazi, ikiwa wewe ni muovu sana, unapaswa kufurahia kwa sababu Mungu ana mambo mengi mazuri anayoweza kufanya ambayo yatashangaza kila mtu. Sasa una upako. Kila mtu ambaye anamjua Kristo kama Mwokozi wake ana upako. Una upako wa Roho Mtakatifu maishani mwako. Na upako huo huleta nguvu, uwezo, ujuzi, ufanisi na uweza. Una nguvu, msukumo wa Roho Mtakatifu. Na upako huo, mahali palipo na upako kuna uhai. Sasa tunapaswa kuwa na ujuzi zaidi wa kung'amua wakati kitu kimekufa. Kwa sababu kama kimekufa, basi Mungu hayuko ndani au juu ya kitu hicho. Ndio maana Biblia inazungumza kuhusu kazi zilizokufa. Kazi zilizokufa ni kazi za kimwili. Ni wakati tunajaribu kutekeleza kile ambacho Mungu peke yake ndiye anaweza kutekeleza. Ni wakati nasema, naweza kufanya hilo. Kazi zilizokufa ni kama wakati Abrahamu na Sara waliamua, kwa vile Sara hakuweza kupata mimba, basi Abrahamu anapaswa kumchukua kijakazi wake na walifanya mpango ambao haukuleta manufaa ila kuwaletea matatizo kwa miaka na miaka na miaka. Hiyo inaitwa kazi ya kimwili, kazi iliyokufa. Kazi zilizokufa hutuchosha na kamwe hazituletei matokeo tunayotaka. Mmenisikia? Kazi zilizokufa hutuchosha na kamwe hazituletei matokeo tunayotaka. Kama kitu kimetoka kwa Mungu, ingawa unaweza kupitia kipindi cha kusimama imara kwa subira, hatimaye kitafaulu. Kama kimetoka kwa Mungu, kitafaulu. Hebu na tuangalie Mhubiri 10:1. Sidhani kama nimewahi kutumia kifungu hiki tangu nianze kufunza, lakini niliona ni kizuri kwa ujumbe usiku wa leo. Mainzi mafu hufundisha marhamu ya muuza marashi. Sasa mnajua kwamba neno marhamu hapa linamaanisha upako. Mafuta yaliyomiminwa kwa makuhani na manabii wa Agano la Kale yalikuwa ni marhamu, yani marashi. Yalikuwa mafuta yaliyochanganywa na viungo ambavyo viliyapatia harufu nzuri. Kwa hivyo hebu tuzingatie hili kwa mtazamo huu.
Vitu vilivyokufa huathiri upako wetu kuzuiwa, na kila kitu maishani mwetu huanza kunuka. Jamani, tuondoe mainzi hao waliokufa, tusiache waharibu upako wetu. Amen. Jamani, sawa. Je, mnaweza kung'amua wakati upako upo na wakati haupo? Hilo ni jambo muhimu sana kwetu, kwa sababu kusema ukweli, mtu anaweza kujionyesha eti ana upako na kumbe hana hata tone moja la upako. Mnanisikia? Msivutiwe sana na yale mnayoona kwa nje. Hakikisheni kuna matunda na muone kama kuna uhai na upako. Kuna kitu chenye upako, sijali kinang'aa kiasi gani, kama hakina upako hakitakuwa na manufaa yoyote. Ni sharti tuwe na upako. Mtu anapokuhubiria akiwa na upako, mahubiri yake yatakuingia na yataleta mabadiliko maishani mwako. Ni lazima yawe na upako. Yesu alisema, maneno yangu ni roho na ni uzima. Sasa tunapaswa kuwa na ujuzi wa kutosha wa kung'amua kama kumekuwa na upungufu wa upako maishani mwetu, mambo mengine ambayo huenda yanatukabili. Tunapaswa kuwa na uwezo wa kujua, je, kuna kitu ambacho hakiko sawa ambacho napaswa kukishughulikia? Hebu tuangazie Luka mlango wa 2 kwa dakika moja tu. Wazazi wa Yesu walikuwa na desturi ya kwenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Inazungumzia Yesu, Maria na Yosefu. Mtoto alipokuwa na umri wa miaka 12, wote walikwenda kwenye sikukuu hiyo kama ilivyokuwa desturi. Baada ya sikukuu, walianza safari ya kurudi makwao, lakini Yesu alibaki Yerusalemu bila wazazi wake kuwa na habari. Basi Yesu hakuwa nao tena, lakini hawakujua. Wow. Naomba Mungu kwamba nisiwahi kujipata katika hali ambayo hayuko na mimi na nisijue. Jamani, jamii yetu na makanisa mengi ambayo hata Yesu mwenyewe hangeenda. Kuna makanisa mengi mazuri, wachungaji wengi wazuri. Ningependekeza sana mtu ajiunge na kanisa nzuri lililo katika eneo lake. Unahitaji uhusiano huo, unahitaji kujitolea, unahitaji kuwa chini ya mchungaji, unahitaji kuwajibika mbele ya mwili wa waumini. Kile ninachowaambia ni kwamba mwende kwenye kanisa ambalo liko hai, mahali ambapo mnaweza kukua na kuimarika na kuhudumu, na pengine hata kuchapwa makofi kidogo mkipoteza mwelekeo. Kuchapwa pia ni sawa. Basi hawakujua. Mstari wa 44. Walidhani alikuwa pamoja na kundi la wasafiri. Sasa mnaona, hapo ndipo huwa tunafanya makosa, tunapokuwa na dhana kwamba yuko na sisi. Ala? Yuko wapi Yesu? Wakaenda mwendo wa kutwa wakidhani yuko nao. Halafu wakaanza kumtafuta miongoni mwa jamaa na marafiki. Kwa kuwa hawakumuona, walirudi Yerusalemu wakimtafuta. Sasa nafanya tu kuwarushia mafunzo hapa na pale. Mnajua, wakati mwingine ni sharti urudi mahali ulipopoteza kile ulichokuwa nacho. Sawa, sasa mnajua, wacha niseme hili ili mtu asije akaniambia nafunza kanuni isiyokuwa sahihi. Bila shaka hatumpotezi Yesu. Kile ninachosema, kwa kweli hata upako hatuupotezi, kwa sababu Biblia inasema unaishi ndani yetu na unasalia na sisi. Lakini tunaweza kuwa na viwango vikubwa zaidi vya upako au viwango vidogo zaidi vya upako. Tunaweza kuwa na nguvu zaidi au nguvu kidogo maishani mwetu kulingana na jinsi tunavyoishi. Kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba Mungu hataweka upako kwenye mwili. Mmenisikia? Mafuta ya upako hayakumiminwa kwenye mwili.
Kwa hivyo kama fikra zangu ni za kimwili na nenenda katika mwili, Mungu hataweka upako wake kwangu. Napata upako ninapoanza kuwa na tabia kama zake. Basi walikuwa na dhana kwamba alikuwa nao, lakini hakuwepo. Wamesafiri mchana kutwa, hawakuwa na yeye. Sasa ghafla wanagundua, kuna kitu hakiko sawa. Yesu hayuko hapa. Sasa iliwabidi warudi mahali walifikiri walimwacha. Sawa, sikilizeni hili kwa sababu nafikiri ni muhimu niliseme pia. Mstari wa 45, kwa kuwa hawakumuona, walirudi Yerusalemu wakimtafuta. Sasa sikilizeni hili, siku ya 3 walimpata. Sasa nitasema jambo hili na mko huru kufanya nalo kile mtakacho. Walimpoteza kwa siku moja, iliwachukua siku 3 kumpata. Hiyo ni kusema ni rahisi zaidi kupoteza nguvu zetu kuliko kuzipata punde tunapozipoteza. Na si kwamba nataka kuwatisha, nataka tu kusema tuthamini kile tulicho nacho. Tukichukulia kuwa ni kitu cha muhimu sana, tusimhuzunishe Roho Mtakatifu, tusimzimishe Roho Mtakatifu. Sitaki kuachilia kile ninacho kwa sababu sitaki kujipata katika kazi ya kujaribu kukipata tena. Amen. Sikilizeni, najua maana ya kuhubiri chini ya upako na najua maana ya kuhubiri pasipo upako. Jambo hilo limetokea pengine mara 4 au 5 maishani mwangu, lakini yalikuwa ni mafunzo mema kwangu. Na nataka niwaambie kitu, jamani, ninapoanza kuangalia saa yangu nikitarajia niko karibu kumaliza, basi niko mashakani. Haya, mfano mwingine, Samsoni. Samsoni alijipata katika hali ya nguvu iliyoingia dosari. Yale aliyomfika ni ya kusikitisha. Tuko karibu kumaliza. Waamuzi 15 mstari wa 14 na 15. Alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye, ndipo Roho wa Bwana ikamjia kwa nguvu. Na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawaka kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautwaa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. Haya yote kwa sababu ya upako. Nasema, na Musa, Mungu aliweka upako wake kwa mti, na Musa aliutumia kugawanya bahari ya Shamu. Nawaambia hamna mengi. Samahani, nasema si lazima muwe na mengi. Kile Mungu alimwambia Musa ni nini? Nikiko mkononi mwako, nikiweka upako wangu kwa kile kilicho mikononi mwako, na kuambia utajionea. Tuko pamoja? Basi Samsoni alikuwa na nguvu isiyo ya kawaida kwa sababu upako maalum wa Mungu ulikuwa maishani mwake, na alikuwa ameagizwa ni lazima ale kiapo cha mnadhiri, na hiyo ilimaanisha hakuruhusiwa kunyoa nywele zake. Kwa hivyo adui, kama ilivyo kawaida, alimtuma mwanamke kwake ili ajaribu kugundua siri ya nguvu yake. Jina lake lilikuwa Delila, na hakika aliweza kumshawishi, na hatimaye alimwambia siri yake, na alipokuwa analala alikata nywele zake. Sasa hebu tuangazie mlango wa 16 mstari wa 20. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Sasa Delila alikuwa naye hapo, ameshakata nywele zake. Hajui kwamba nguvu yake tayari imeshapotea, hajui kwamba upako wake umeshapotea. Na ulikuwa umepotea kwa sababu alifanya kile Mungu alimwambia asifanye. Wafilisti wanakujia. Akamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Wow. Mnajua nini? Kile kilichomtia mashakani kilikuwa kwanza kabisa hakumtii Mungu. Na kisha mnaona inasema aliamka na akafikiri, ni tena na nifanye kile nimekuwa nikifanya kwa kawaida. Huwezi kufikiri tu eti kwa sababu ulifanya kitu fulani vizuri wiki iliyopita utakifanya vizuri tena leo. Na wakati mwingine watu wanapokuwa na mamlaka na ushawishi mkubwa. Sasa hebu fikirieni kuhusu jambo hili. Wanakuwa na ufanisi. Samsoni alikuwa na nguvu, alikuwa na ushawishi, alikuwa na ufanisi.
Wakati mwingine wanaanza kufikiri kwamba wanaweza kufanya chochote watakacho na nguvu ya Mungu itasalia nao. Lakini mambo hayaendi hivyo. Ikiwa una nguvu, chunga usije ukajipata siku moja una nguvu iliyoingia dosari. Baki imara katika Mungu, endelea kumtegemea wakati wote. Na kadri unavyozidi kupata ufanisi, ndivyo unavyopaswa kuzidi kumtegemea Mungu, kwa sababu ufanisi wenyewe unaweza kuwa jaribu linaloweza kukupeleka mbali na Mungu.